Naomba unisikilize vizuri kabisa, wewe kijana ambaye unanifuatilia lakini pia unanitazama. Kwa nini siku hizi tumekuwa na vijana ambao tukisema wana uafadhali katika hali ya uchumi ni wachache sana? Kwa nini tumekuwa na vijana ambao tunawaona mitaani hawana kazi, na hawa vijana tukisema angalau kijana anaweza akawa kidogo amehifadhi kipesa chake ambacho kesho na kesho kutwa anaweza akaanzisha hata biashara yoyote, au vijana tuwezi tukawapata katika dunia hii ya leo na maisha haya ya leo na utandawazi huu tulionao. Katika vijana 100 ambao tunaweza tukasema kwamba kijana huyu angalau kwenye akaunti yake inasoma 500,000, kwenye 100 tunaweza tukapata 2 au 3. Na vijana wengi siku hizi wameamini kazi moja tu ambayo inaweza ikawasaidia kwenye maisha yao, na walio wengi wanaikimbilia ni kazi ya bodaboda. Sio kwamba sio kazi, nielewe, usije ukaninukuu vibaya. Si kwamba sio kazi, ni kazi kama kazi zingine, na ni kazi ambayo inalisha familia, inatunza watoto wanaenda shule. Lakini kuna kijana mwingine hakuwa na talenti ya kuendesha boda, ila aliingia kule kwa sababu anaona kuna uafadhali. Sasa kuna wakati unaweza kuwa unafanya kitu ambacho ndani ya moyo hakipo, ila unakifanya tu ili mradi. Lakini kuna kazi ambayo unaweza ukaifanya ndani ya moyo ipo, na utaifanya katika hali ya hali nzuri, kwa sababu ni kitu kinachotoka rohoni. Moja ya kitu ambacho kinawafelisha vijana wengi kabisa Tanzania hii ni kijana ambaye amemaliza masomo yake, ana vyeti vyake anavyo ndani, alishajiwekea msimamo ya kwamba mimi siwezi kuajiriwa mtaani. Anaitumia hiyo elimu yake kusubiri ajira serikalini. Unakuta mwingine anakataa kufanya kazi fulani eti kwa sababu yeye sio mwenye hadhi ya hiyo kazi. Anasubiri mpaka vyeti vyake vitakapokubalika ndo aanze kazi. Miongoni mwa kitu ambacho ni hatari kwa vijana ni kijana yule ambaye anajitafuta maisha alafu anabagua kazi. Yaani ukiwa katika miongoni mwa watu wanaopambania maisha yao ya kesho, wanaoitafuta kesho yao ya kesho, wanaotafuta maisha kwa ajili ya kesho, hauwezi ukamkuta kijana huyo anabagua kazi. Ila hawa tulionao wanabagua kazi. Yaani kijana yupo tayari aache kazi ya saidia fundi ambayo kwa siku ingemuingizia 20,000, ambayo kwa siku ingemuingizia 30,000, anaenda kucheza kamari au anaenda kucheza vitu gani, akitegemea kuwa vitatengeneza msingi mzuri wa maisha yake. Na hapa shetani ndo mahali alipotukamatia, na ndo mahali alipowakamatia vijana wengi. Leo kijana yupo tayari kufanya kazi ya saidia fundi, alafu jioni anatoka anapeleka hiyo pesa kwenye kamari eti ili aizalishe zaidi, iwe mara 2 yake. Matokeo yake anapoenda kwenye kamari analiwa. Mwisho wa siku anasema ningelijua. Yaani kiasi ya kwamba anatoka kazini, pesa ambayo ameipata anaipeleka kwenye kamari, kamari linamla, anarudi nyumbani hana hata nauli, hata ya kesho asubuhi kurudi kazini hana. Ndo vijana ambao tunasema
ni taifa la kesho. Ndo vijana ambao tunasema kesho tutawasaidia wazazi wetu. Ndo vijana ambao tunasema kesho natakiwa niwe na maisha mazuri. Kuna kazi zingine tunaziona kana kwamba ni kazi za wakina dada, lakini kuna kazi zingine wewe kijana, kama inaingiza pesa kaifanye, ila kwa sababu tunajiona sisi ni matawi ya juu, tunajiona sisi, mimi siwezi kufanya kazi ya kuosha vyombo kwa mama ntilie. Hivi kulala tu, kulala ndani na kwenda kufanya kazi ya kuosha vyombo kwa mama ntilie ukaingiza 3,000, yuko wapi bora? Lakini leo tunajifanya sisi ni majianti. Hauwezi ukaosha vyombo. Sikiliza nikwambie, miongoni mwa kabila ambalo huwa napenda sana kulizungumza kwa sababu ya malezi ya watoto, Wasukuma. Vijana wa Kisukuma huwezi ukamkuta kijana ambaye hajui kuosha vyombo. Hawezi ukamkuta, labda wamekulia hapa da. Lakini kwa sisi ambao tumetoka kanda ya Ziwa, kijijini kabisa, tena acha Mwanza mjini au Geita mjini, kijijini kabisa huko, tukizungumza Sengelema, sijui Nyeunge, sijui wapi huko Kalebezo na kadhalika, huko sijui wapi huko, sehemu zote za kijijini mpaka Katoro kule, hawezi kukuta kijana hajui kuosha vyombo. Lakini wa huku wanagoma na wazazi hawataki kuwafundisha. Tunachagua kazi, hii nafanya, hii sifanyi, hii siwezi, hii naweza. Sasa kwenda kuosha vyombo kwa mama ntilie ukapewa shilingi 3,000, wewe unapungukiwa nini? Au huyo mama ntilie amekupunguzia nini? Hauwezi jua kwamba hiyo 3,000 inaweza ikadhalika kesho ukapata zaidi ya hiyo. Kupitia hiyo kesho inazaa nyingine. Nataka nikupe shuhuda 2 ambazo nimewahi kuzifanya mimi, ambazo mpaka leo naweza nikasema ulikuwa ni msingi ambao mpaka leo umeniweka hapa. Niliwahi kufanya kazi ya kwanza kabisa ambayo nilikuwa nalipwa shilingi 15,000 Mwanza, na hiyo kazi ilikuwa ya unaamka asubuhi, unawapikia watoto, walikuwa watoto 2, unawapikia watoto chai, unawaosha, kisha unawapeleka shule. Saa 4 unaenda kuwarudisha, unakuta ule mtu akiwa shule na umeshawapikia kitu kingine, chakula nini na nini. Saa 4 au saa 5 unawafuata. Wakati mwingine madamu anakuletea, wanakupigia simu, madamu wao njoo, maana ilikuwa karibu. Unawafuata, unakuja, unawaosha. Ndo kazi ambayo nimeanza. Kwa mwezi nilikuwa nalipa shilingi 15,000. Unawasafisha, unawaacha wanacheza, wanapumzika, mchana watakula chakula, utawaosha, utawapeleka shule tena jioni. Kwa mwezi napokea shilingi 15,000. Ndo kazi ambayo nilianza nayo Mwanza. Nikapambana, ikafika sehemu sasa tayari akili zinaanza kuja, umri wenyewe unaenda, unaamua tena kutafuta kazi nyingine. Angekuwa kijana mwingine au vijana wa sasa hivi, hauwezi ukamwambia afanye kazi hiyo. Sasa wewe leo unaambiwa ifanye kazi hiyo, mshahara wake 60,000. Mimi nilifanya kazi hiyo, mshahara wake 15,000. Shuhuda nyingine ambayo nataka nikupe ya pili sasa, yenyewe niliitwa kwenye jiko. Kipindi hicho ilikuwa ni hoteli kubwa sana, watu wa Mwanza, maeneo ya Nyegezi Kona, nesi mtakuwa mnaifahamu. Hoteli moja ilikuwa inaitwa Amijei. Ukiwauliza watu wa maeneo yale, miongoni mwa wapishi waliopita kwenye ile hoteli ambao walikuwa wapishi wazuri wa chakula, basi
huwezi ukalikosa jina la Msukuma ambaye ni mimi. Pale nilienda kama mmenya viazi ambaye kwa siku nilikuwa napewa 2000 na sio zamani, ni 2019 tu hapo, ambayo nilikuwa napewa 10,000 2000 kwa siku, lakini niliendelea kufanya kazi yangu vizuri kabisa. Sasa kitu kilichokuja mimi kunipandisha cheo, naweza nikasema ni kwamba ile shughuli ilikuwa inafanyika usiku. Maana yake wafanyakazi kipindi hicho naingia, wapo wapishi wengine walikuwa wanafanya kazi usiku, mchana wanaenda kupumzika kulala. Kwa hiyo mimi nikiwa namenya viazi ile mchana, akija mteja akitaka chakula mimi nampikia. Na losti kidogo nimepita kwenye hayo masuala ya chakula, nilijifunza kidogo masuala ya kupika, kiachana na kufunza na wazazi, nimesomea kidogo ka elimu kidogo ya chakula. Ninapika mchana, yule mteja akila mchana hiyo, akisema usiku arudi, ananikuta mimi sipo, anakuta wapishi wengine, anaanza kuuliza, mchana nilikuja hapa nilimkuta kijana fulani alikuwa anamenya viazi, yuko wapi anipikie? Ikafika sehemu kweli nikatoka kwenye hatua ya kumenya viazi nikaingia kwenye hatua ya kupika. Miongoni mwa watu ambao walikuwa wanapika chakula kipindi hicho kwenye ile hoteli, tena tulikuwa karibu na chuo cha Nyegezi Kona pale, Amijei, hoteli yake ilikuwa imetazamana na nini ya wanajeshi na fensi ya wanajeshi. Amijei nimefanya pale kazi takribani mwaka mmoja na sehemu, nikiwa mpishi. Ukisema wapishi, alikuwepo jamaa mmoja alikuwa anaitwa Papaz, kama sijakosea Papa. Tulikuwa tunapika chakula mpaka hoteli inatetemeka. Nimekupa hizo shuhuda kuwa usije ukabagua kazi. Angekuwa mwingine kumpa kazi ya kumenya viazi ni ngumu, asingeweza na wala asingekubali. Lakini kutoka kwenye kulipwa 2000 unaingia kwa siku unalipwa 10,000 na hapo umempikia na hapo wakati mwingine unampikia mteja chakula kiasi ya kwamba anatamani anakupa mpaka na zawadi. Kwa hiyo una uhakika kutoka kazini kwa siku na 15,000. Ndo maisha kidogo nilijaribu kuyapitia, lakini pamoja na kwamba nilipitia hiyo tuseme hiyo hali ya kwanza kulipwa mshahara mdogo katika mazingira tofauti, ndo leo tukizungumza, mimi huwa nasema tukizungumza miongoni mwa vijana waliopo Tanzania ambao akaunti zao zinasoma, basi Benjamin Mahegu huwezi ukamkosa. Yaani huwezi ukamkosa. Sitaki nikwambie kuna hiki na hiki, ila mimi huwezi ukanifananisha na vijana wengine. Yaani leo tunaweza tukaonana hata hapa mtaani ukasema huyu na yeye ikoje, ila nikikupa vitu ambavyo nimevipata kupitia maisha ambayo mimi nimeyapitia, kuna wengine wanazeeka hawana kabisa, hawana uvumilivu ambao upo nao katika mazingira fulani, ndio nakuweka kesho yako iwe nzuri, ndio nakufanya leo wewe kesho uishi vizuri. Kuna wakati unapita kwenye magumu ili kesho uishi vizuri. Sasa vijana tulionao wengi hawataki kupita kwenye magumu, wanapenda kamseleleko. Ndio hicho kinachowaponza walio wengi, wanashindwa kufika kwenye hali iliyo nzuri. Kijana yeyote, mpambanaji, mtafutaji, wewe ni jeshi kubwa la mali zako. Uchague kazi.